Nakuja kwako kama consultant, mtaalamu wa masuala ya usajili wa biashara, usajili wa makampuni na application mbalimbali za mitandaoni, lakini pia mtaalamu wa mifumo mbalimbali. Katika ulimwengu wa sasa ambapo teknolojia imechukua nafasi, mambo mengi yamerahisishwa, mambo mengi yapo kiganjani mwako. Tumepunguziwa safari nyingi za kwenda maofisini na tukawekewa mambo kiurahisi kuyamalizia nyumbani. Sasa unaweza ukasajili kampuni yako, unaweza ukasajili jina la biashara, unaweza ukasajili nembo yako ya biashara, unaweza ukafanya ritani ama hesabu za biashara zako za kila mwaka ukishakuwa na uwezo ama utambuzi na ufahamu wa matumizi ya mifumo ya serikali inayofanya kazi kwa ajili ya kutoa huduma za usajili wa biashara na kutoa leseni za biashara. Leo nakuja kwako nikufundishe ni namna gani unaweza ukasajili kampuni, ni namna gani unaweza ukasajili jina la biashara, ni namna gani unaweza ukakamilisha application ya kusajili kampuni. Kwa mara ya kwanza leo, somo letu la kwanza tuanze ni namna gani unaweza ukasajili kampuni. Kampuni kama tunavyofahamu ni biashara ambayo inakuwa imeshikiliwa na watu zaidi ya mmoja katika mfumo wa hisa ama share. Zile share zinazokuwa zikiungana kwa pamoja, kila mmoja alitoa share basi inatengenezwa kampuni. Katika hali ya kawaida kampuni ziko ambazo zinakuwa guaranteed by share, limited by share na zipo ambazo zinakuwa ni private na public. Sawa. Sasa sisi tutaangalia usajili wa kampuni katika mfumo wa utoaji usajili ama vyeti vya kampuni, usajili wa kampuni BRELA. Kwa hiyo leo nitakufundisha ni namna gani unaweza kufanya usajili. Kwanza tujifunze na tutambue ni mambo gani muhimu ambayo unatakiwa kuwa nayo wakati ukiwa unataka kufanya usajili BRELA. Cha kwanza, lazima uwe na kompyuta ama simu yenye uwezo like kama tablet. Lakini device yako hiyo iwe imeconnectiwa au imeunganishwa katika internet. Iwe na uwezo wa access internet. Cha tatu, uwe na jina la biashara yako ama kampuni yako unayotaka kuisajili. Cha nne, lazima uwe na kitu kinaitwa memorandum ama article of association. Ukishakuwa na hivyo vitu, hakikisha unao watu wanaohusika katika biashara ama kampuni yako. Uwafahamu na kila mmoja na nafasi yake. Na wale watu watakaohusika katika kampuni yako, kila mmoja lazima awe na TIN number, lakini pia lazima awe na namba ya NIDA. Kwa sababu mifumo inatutambua kwa kutumia namba ya NIDA. Utaifa wako na uhalali wako wa kumiliki kitu chochote Tanzania hii unatambulika kwa kutumia namba ya NIDA. Connection ya mifumo imeungana kwa kutumia namba ya NIDA. Tunaweza tukaretrieve information za mtu yeyote, Mtanzania yeyote mwenye namba ya NIDA kutoka katika mfumo wowote, either TRA, either wapi, as long as tayari umeshakuwa registered, na tunaweza tukapata information zako kwa kutumia ile namba yako ya NIDA. Baada ya hapo unakuja katika kompyuta yako, utaingia katika Google search. Yes. Sasa hapa sisi tunataka twende BRELA. Tutaandika BRELA, search BRELA ambapo itatuletea BRELA. Hii ni tovuti ya BRELA moja kwa moja. Ukija hapa unaingia direct kwenye tovuti ya BRELA. Kama hivyo ukifungua inakuleta moja kwa moja kwenye tovuti ya BRELA. Hapa BRELA utapata information zote zinazohusiana na BRELA. Utapata taarifa zote, lakini pia wamekuwekea habari za mawasiliano. Ukitaka kuwasiliana na watu wa BRELA utapata pale. Sasa sisi point yetu sio kupata habari za BRELA. Sisi point yetu ni kupata habari za usajili wa kampuni. Hapa wamekuwekea huduma zote ambazo zinatolewa. Wanasajili kampuni, wanasajili majina ya biashara, wanasajili alama ama nembo za biashara, hataza, leseni za biashara, kundi A na kundi B na leseni za viwanda. Hizo zote ni huduma ambazo zinatolewa na BRELA. Sasa sisi tunaenda katika usajili wa kampuni.
tunaweza tukasoma zaidi kujifunza yale ambayo niliyokuwa nakwambia. Yote ambayo nilikuwa nakuelezea yote yako hapa. Yote huduma ama yote mahitaji yanayotakiwa ili uweze kusajili kampuni yote yanapatikana hapa. Sasa wewe unachotakiwa kuhakikisha ni kujiridhisha kwamba vitu vyote hivi unavyo. Mwombaji anatakiwa awe na nini? Vigezo vya kusajili kampuni, nyaraka za kuambatanisha uwe nazo, hatua za kusajili utazisoma na utaanza taratibu zako za usajili. Na ukiwa katika tovuti ya moja kwa moja ya BRELA, ili kuupata mfumo utaenda sehemu pameandikwa mifumo. Kuna alama ya kushuka kama arrow, utakliki kwenye mifumo. Pale kwenye mifumo itakuletea mfumo wa usajili ORS, mfumo wa leseni za biashara, mfumo wa wamiliki wa manufaa na vitu vingine vingi. Sasa sisi tunaenda kwenye mfumo wa usajili kwa sababu tunataka kufanya usajili. Kwa lazima tuende kwenye usajili. Tutakliki mfumo wa usajili ORS tayari kuingia katika mfumo wa usajili. Hii ni online registration system, tayari imefungua. Hii ni online registration system. Katika hii hapa tuna nafasi ya kufanya mambo kadhaa. Tuna nafasi ya kujisajili kama watu wapya. Kama ni mtu mpya ambaye huna account, utatakiwa kutengeneza account mpya. Ili utengeneze account mpya, utatakiwa kuwa na nini? Utakuja hapa utasoma. Kama nilivyokuambia, Mtanzania anatambulika katika mifumo kwa kutumia namba ya NIDA. Kwa lazima hata kama unatengeneza account wewe ndio msajili, lazima utengeneze kama wewe ndio una process hizi unataka kuchukua una process huu usajili wako, lazima utengeneze account na wewe lazima uwe na namba ya NIDA. So utaweka taarifa zako, utajaza, utakamilisha, utatuma. Information itakuja kwenye email na wewe utaconfirm kwamba ni wewe, utaingiza taarifa, then mwisho wa siku itafungua. Mimi tayari ninayo account, so nitalogin moja kwa moja katika account yangu and tutaanza taratibu za registration. Ciao, see you to now. Nimekwambia kwa sababu mimi tayari nina account yangu, kwa moja kwa moja nitakwenda direct katika login katika account. Sitaenda kutengeneza account kwa sababu tayari mimi ninayo account. So nitaenda kwenye login for those who have an account. This service for registered users. Kwa hiyo nitaingia pale, nitaweka username ambayo ipo, lakini nitaweka password. Nita sign in kwa sababu tayari mimi account ninayo. Nikisha sign in, kinachoonekana pale ni dashboard ambayo inaniruhusu mimi kufanya activity zote. Since hapo ukiangalia upande wa pembeni tunaita sidebar, kuna kitu kinaitwa start service. Hapa tutaangalia, tutaanza huduma. Hapa tutaanza huduma kwa kutafuta either tunasajili new service au tunafanya clearance ya service. Lakini kwenye application tunaangalia the list of applications zote ambazo tumefanyaje, tumezi apply. Zile applications zote ambazo tayari tumeshafanyaje, tumezi apply. Hapa ndio tunazipata. Lakini pia kwenye listi hapa tunaangalia tunakutana na kitu gani. Kwenye listi hapa tunakutana na kitu kinaitwa zile returns zote. Hapo unakuja kutrack application ambazo ziko kwenye progress. Na sio ziko kwenye progress, unakuja kuangalia matokeo ya application uliyoifanya. For instance, umetuma application lakini kuna mabadiliko au kuna marekebisho utakayofanya, utakuta hapa. Lakini pia sio tu marekebisho, hata kama application yako imekuwa complete, sehemu ya kwanza utakutana nayo majibu katika area hii, ambapo itakupeleka kwenda ku download certificate na complete. I think tunaenda vizuri na tunatakiwa tuelewane katika hapo. Twende kwenye registry. Registry hapa tunakutana na registry, tunakutana na zile businesses ambazo sisi tumezifanya tumeziregister. Sisi tumeregister biashara gani na gani na gani, tunafanya biashara gani na gani, hizo ndio sawa. Sasa sisi kwa sababu malengo yetu ni kusajili, ni kufanya application mpya, twende na new application, new service. Tukiklik kwa new service itatuletea sehemu ya register ya huduma zote, all service procurement environment, itatuletea sehemu
ambako inatupa huduma zote. All services are available here. Kwa wewe utachagua service ambayo unataka kuifanya. Kwa kwanza sisi tutaanza na registration of new company. When you start the registration of new company, utafunguka kitu kama hiki hapa, ambayo ni environment ya kwa ajili ya au na workspace kwa ajili ya kufanya registration na kufill information zote kuhusiana na kampuni. Zote unazifill kupitia hii area. Kwa baada ya hapo, kinachofanyika utachagua aina ya service unataka kufanya kitu gani katika kampuni, kwenye sehemu ya kusajili kampuni. Kwenye kampuni utakutana na service ikiwa ni pamoja na reservation name, new company registration, particular of company, kubadilisha, filling documents of the company, lakini pia filling of annual return. Hizi zote ni huduma. Sisi tutafanya registration of new company kwa sababu tayari hatuna company. We start with new registration of new company. Then proceed. Ukiproceed itakupa sehemu ya kuchagua aina ya kampuni unayotaka kusajili. Unataka kusajili kampuni ambayo iko limited by share, iko limited by guarantee, iko ni public, iko ni private. Umeona, utachagua. Kwa hapa tutachagua whether sisi tunachagua private limited by shares. Sawa? Tuki select pale itatupa nafasi sasa uwanja kwa ajili ya kuingiza details. Kumbuka zile vitu vyote nimekuelekeza ambavyo unatakiwa kuweka. Zile taarifa zote unaweza kuwa nazo ndizo ambazo unazijaza hapa. Ukishajaza zote kwa usahihi, utajaza classes of shares, utajaza shareholders, utajaza number of share kwa kila mmoja, shares zilizofikiwa utajaza, lakini pia utajaza address kwa kila mtu. Utamselect, utamchagua representative company secretary, utamchagua, utaingiza taarifa zake, lakini utamjaza secretary na director. Utajaza directors wote, kama wako 2, 3, 4, 5, unatakiwa kuwaingiza wote na taarifa zao kwa usahihi. Lakini pia utatakiwa kuwa na activity, lazima uanalyze activity ambazo